Na kisha MC mwenzangu sasa atupatie program. Karibu sana Mama Gladys Wanga. Karibu sana. Karibu sana. Thank you MCs, asanteni sana. Welcome your excellency. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, ni ruhusu sasa. Tafadhali tusubiri kidogo tuweze kukaribisha mgeni wetu wa heshima ambaye ni waziri wetu CS Badi. Kwa dakika yote sasa anaenda kuungana pamoja nasi. Kwa hivyo niombe ruhusa yako Mheshimiwa Rais, subira kidogo. Asante sana Mheshimiwa Rais, naomba kwa heshima yako tuanze sasa kwa maombi tukiongozwa na kanisa letu SDA Church Lake Victoria Field, tukiongozwa na mchungaji Samson Okwach. Karibu sana mchungaji. We are requesting all of us that we may stand for a word of prayer, please. We are praying. Our Father who art in heaven, we thank you so much for this occasion that you have gathered us all here to be witnesses of what is taking place here. Thank you, Lord, because know you are all our Savior, and one day
the deputy and the cabinets and all VVIPs. We want to pray for them that bless each one of us here and take charge in everything that is going to take place here. We ask your presence to come and abide with us in everything, because we ask all in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Okay, thank you so much. At this particular moment, we just want to take this time to call upon our beloved CS and the family to come forward for the dedicatory prayer. That's what we want to do now. We want to dedicate the family of our CS into the hands of God. That's what we want to do.
us to usher and to introduce the other leaders who have come to Suba today to witness this historic occasion when our son takes over the National Treasury. But before I introduce the senators present, there is the leadership of the National Assembly present. We have the Honorable Millie Odhiambo, our new whip of the minority in the National Assembly. I think it will be ready for us to proceed before allowing Millie Odhiambo, the bad girl, to say a word. Millie Odhiambo. That is prevailing in the country. Jehovah, may everything work out well to the honor and glory of your name. For it's in Jesus' mighty name do I pray, trusting and believe. I will start by just saying one thing because we don't have time. I will say it in Kijaluo and then I'll translate. President Ruto is known during hard times. Mr. President
acknowledge the presence of nominated Senator Beatrice Ogola. Beatrice Ogola is from Diwa. Karibu Beatrice. And Your Excellency, if you allow me only 30 seconds, to thank you for the appointments that you have made that are historic. To congratulate John Mbadi because he has gotten to the height that nobody from this region has ever gotten to. Your Excellency, we will support you as long as our engagement is around development. We will work with you as long as our engagement is around youth empowerment. We will work with you as long as you hold the hands of Baba Raila Amolo Odinga on his journey to the African Union Commission. And we, the leaders of Luo Nyanza, sometimes we are accused of doing character development in other areas. When it comes to politics, the people of Luo Nyanza have no character development. When we love you, we love you. When we don't like you, we don't like you. Your Excellency, I can tell you that we love you for your gesture of kindness that you have extended to our sons. Now, as I call the leader of the House, I've been asked so that we have a dignified introduction to the members of Parliament present. Nano Kane Ichenu Martin, Samare Karoli introduction, but we have MPs, some of whom have come from the coast, some have come from northeastern, they have come from all over Kenya to celebrate with their former minority leader John Mbadi. I think it would be extremely unkind to them if they go back without them being seen. I've been asked that you just come and line up so that you can have a photo. All the members of Parliament, both National Assembly and the Senate, all of them wamekuja mpaka Didmus Barasa, Didmus Keno Musene, wamekuja wote mpaka I think maybe just a photo, just for a photo. Just for a photo, William Yango with William Yango, please give us guidance. You want us to read the names again? If that is the case, then William Yango as the Whip of the House shall do so. Only say your name, don't tell us what your auntie's name is or your grandma. Mimi naitwa Owen Baya, mbunge wa Kilifi, deputy leader of majority. Mimi naitwa Christina Mbaka, woman rep for Siaya. Otiende Amolo, mbunge Mararienda. Elsi Muhanda, Mama County Kakamega. Onyango Koyo, mbunge wa Muhoroni. In the house. Martin Owena Chief, mbunge wa Dewa. Elisha Ochie Odhiambo Akuba, ujumbe wa game, bunge kwenye kulu, ya Kadiamo Wosiri wale. Wande Were, ujumbe ya Kasipol, Akiokari Mamilamu. Paul Abura, mbunge Marongo. Matias Robi, mbunge wa Kule West. Asanteni. Dr. James Mikal, mbunge Maseme, Super Mosu. Mwalimu Hari Kombe, mbunge Magarini. Yohana Ngeno Kipiegon, member of Parliament of Burundi again. Somulege MP Nyatike. Emochin Ugenya. Johnson Manya Naika, Mumias West, Kakamega County.
Joshua Oron, MP Kisumu Central. John Makali, mbunge wa Kandui, Bungoma County. Ivo Bara, Kabondo Kasipul constituency. Sam Atandi, mbunge wa Lagos. Nando Loke Wange, Jared Okelo, MP Manyando, Aaron Kamani. Martin Petela Wanyoni, MP Webuye East, Kisumu wa kwanza kupita kura katika nchi ya Kenya. Ekwam Navin, mbunge wa Turkana North. Walter Owino, mbunge wa Awendo. Rafael Peter Sauti Wanjala, mbunge wa Budalangi. Ignas Marasa, mbunge wa Kibei. Now Ochanda Gideon, MP wa Bondo. Mwalimu Lero, Kibra Bedroom. Jalamo, Lamara. Asanteni sana. Atayama Maisori, mbunge wa Kuria East. Lakini huyu mjumbe wa Kisumu West Luasi Irene Mayaka, nominated MP wa ODM kutoka Nyamira, aka Daughter of Raila. Bado hana bwana. Fatuma Full Network, Migori County MP, independently ODM. Assalamu alaikum. Honorable Hussein Waitan, MP, Mandera East, the farthest place from here. Yaduru wa Untie. Yababa wa Untie. Anthony Edwards, mbunge Mamadari. Nangewawe. Mheshimiwa Ken Ngondi, Spika wa Nairobi, Udo Mawika. Yesuma Uche. Maritu Sogona Mwande Wakane Mari Aruka Chekene. Kero Kamano. Kedala Uche. Your Excellency, this is what it means to work together with Baba, Your Excellency. Your Excellency, I have not spoken this morning, but I have brought a message of goodwill and I've come here to assert and affirm and confirm that as long as you are with Baba, we are going to work together with you for the unity and peace of the great Republic of Kenya. Mheshimiwa Badi, CS Mongo, Mosia Prangwe, Awecho Sokika Wechi, Adwana Wecho Mangongo, Samora Mora Minikoche, Tongerino Sia Prangwe, Nikruache Moro Niawangwa, Oger Skunde, Adwana Chaka Weche Wandai Mabene CS, Awuogi Wuon Macho Sokika Uokore, Macho Lielrengwe Kosokika Lien, Mach, Wachnauru ni Mach. Homanei Mach, Kisumu Mach, Siaya Mach, Mach Lien Kosok Lien, Olien Nyaka Kuoma Lili. Erokamano. Turuan mjumbe Mama Bay Town, Inga George Peter Opondo Kalumu. Your Excellency, thank you for appointing us by the administration. And as the members of Parliament said to Your Excellency, our members of County Assembly are somewhere they should just stand wherever they are because they will kill us if we don't acknowledge them. Members of County Assembly, tumewakaribisha nyote from Homa Bay. I've seen the majority leader there, from Migori, from Kisumu, from Nairobi, from all the counties, including Siaya. Your Excellency, we also
the Suba Council of Elders. They are a very powerful force in our politics. We also have the Luo Council of Elders present. Your Excellency, we also have officials of the party that John Wadi was the chairman of. Officials of ODM. Joera Magodiel Manito kwa kufanya hapo kama watu wa ODM. Your Excellency, it is my pleasure to welcome and introduce my friend, the leader of majority in the National Assembly, Kimani Ichung'wah. Gone urutu moro marka ningocha, monongien gobirokai. Aya, nakawinfuru wako Kimani Ichung'wah. Nakawinfuru wako Kimani Ichung'wah. Nakawinfuru wako Kimani Ichung'wah. Kodijai nakumiwa tu. Yes. Karibu Kimani Ichung'wah. Mheshimiwa Rais, nimefurahi sana pamoja nawe na Mheshimiwa ndugu yangu John Wadi ambaye amekuwa kiongozi wetu. Tumefanya naye kazi bunge zaidi ya Excellency, I want to affirm what has been said here before. Of one nation, bring ideas that are progressive and will lead our people to prosperity. Your Excellency, I want to This is one gentleman who cannot fail you. This is one gentleman who cannot fail the people of Kenya and the people of Homa Bay and our country, the country we love the most. Huyu ni mwanaume atafanya kazi Kenya yeyote atakaye tengwa sababu ya dini yake, rangi yake ama kabila lake. Najua Mheshimiwa Rais, hata jana jioni nimeona news. Hawa ndugu wetu wa media wakiuliza, has Luo Nyanza come to the rescue of Ruto from the restive mountain? And I want to assure you, Your Excellency, the mountain is not restive. The mountain is intact behind you, because just as the mountain is part of Kenya, Luo Nyanza is part and parcel of Kenya, just like the coast and the northern Kenya is part and parcel of Kenya. And never again, Your Excellency, shall we allow leaders for their own selfish and sectarian interests, Your Excellency, to divide
our people on the basis of where they come from, on the basis of their ethnicities, or even the political parties they are affiliated to. Tukushukuru Rais, umetuonyesha kwa vitendo vile tunafaa kuishi pamoja na tuungane kama Wakenya wote. Kwa hivyo sitaki sema mengi zaidi ya hayo. Watu wa Homa Bay, mumesema tusonge pamoja. Tusonge pamoja. Rais William Ruto akiwa hapo, John Mbadi akiwa hapo, na baba akiwa AU. Na mimi niwaambie, wakati tulianza safari na rais ya mambo ya national dialogue na mheshimiwa Opiyo hapa aliyekuwa minority leader, there are many people who never believed that this country can unite. But Your Excellency, because you and Baba Raila Odinga, you believed in the greater good of all the people of this country. You have united our country, and we shall remain united. And we shall not allow anybody, irrespective of what position you hold, to divide the people of Kenya again, ever again. Si baba aendelee AU? Mumesema baba anguke nayo pia AU? Si mumeona Afrika mzima imeungana kwa baba? Na mimi niwaambie, sisi wote bila kuangalia dini, kabila ama chama cha kisiasa, tuko nyuma ya Raila Odinga aende AU as a Kenyan and a great nationalist and a patriot of Africa. Kwa hayo mengi, naomba kwa heshima mnikubalie nimkaribishe mheshimiwa governor wa hapa. Mnajua governor hapa? Aliyekuwa chairman bunge wa finance, Nyasuna Gladys Wanga mwenyewe, tumkaribishe kwa makofi. Asante sana. Asante. Jo Homa Bay untie. Jo Suba untie. Anayo sie penyang mobiro moyuoro ka. Mobiro rwako president wa dalaka. Asante sana. Your Excellency, karibu sana Homa Bay. Homa Bay mzima iko hapa. Jo thurwa chalni miero dong nono, thurwa Homa Bay ka. Dhano te obiro ka kosoko biro. Your Excellency, I am welcoming you to Homa Bay as the governor of Homa Bay, but also as the national chairman, taking over from Badi as the national chairman of the largest party south of Sahara and north of River Limpopo, the party Let me recognize, wacha ni watambue MCAs wa Homa Bay tena. Tafadhali msimame mpunge kwa hewa. I recognize the Speaker of Homa Bay County Assembly, Bwana Julius Gaya. Majority Leader, asante sana. And the area MCA here, Madam Susan. MCA simameni tu huko mahali muko mpungue hapo kwa hewa. All the MCAs are here to support Mheshimiwa Mbadi. I also would like to recognize my DG, Mheshimiwa Joseph Oyugi Magwanga. Asante sana. CCs from Homa Bay, tafadhali msimame. Asanteni sana for coming as the CCs from Homa Bay. Because I'm the chair of ODM, also allow me to recognize, tafadhali mweke amani hapo. Allow me to recognize the Secretary General of the UDA party, Hassan Omar, ambao pia ni mbunge wa Iyala. Karibu sana. Before I speak, kuna wale ambao wako hapa wameingia nyuma, nataka kuwatambua waseme moja mawili. Mheshimiwa Masara, tafadhali just wave where you are. Asante, mbunge wa Suna West. Mheshimiwa Nyamita, mbunge wa Uriri. Asanteni sana. Sasa wacha nimuite kwa dakika moja minority leader in the National Assembly, Mheshimiwa Junet Mohamed. Josuba Rwaknauru Junet Mohamed.
dakika moja tafadhali. His Excellency the President, Jehova Beyuntie, Jehova Beyuntie, Jehova Beyumor, Jehova Beyoil. Sasa haya, Mheshimiwa Rais, karibu sana hapa, karibu sana hapa Homa Bay. Jana tulikuwa na wewe huko Migori na uliona vile watu wa Migori waliamua kwa kauli moja ya kwamba wanataka kusonga mbele ili tukue ya kwamba Kenya moja, nchi moja. Mheshimiwa Rais, jana nilikuambia tukiwa huko Migori, jana watu wa Migori walijitokeza kwa fujo kukaribisha Rais wa Jamhuri wa Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Na hiyo ni dhihirisho ya kwamba Wakenya wanataka wakuje pamoja ili wafanye maendeleo pamoja. Ya pili, Mheshimiwa Rais, vile unavyojua, nataka kusafisha maneno moja hapa. Nimeona wenzetu jeuzi wanasema ya kwamba sisi kama watu wa ODM sijui wa nini tuko kwa serikali na vitu kama hizo. Ati hawa ndio wanakuwa sasa opposition leader. Mimi kama minority leader niko na bill ndani ya bunge tukishirikiana na Mheshimiwa Ishungwa ya kuleta official opposition leader. Bado hakuna pali katiba sahihi inaongea juu opposition leader. Sasa mtu asijipatie kazi ambayo hakuna. Wacha kwanza tutengeneze hiyo kazi kwa bunge ndio mtu achukue. Sasa hii mimi ndio kiongozi wa opposition hapa Kenya. Bila unaniona. Mimi ndio mkubwa minority leader, ndio mkubwa ya opposition hapa Kenya. Na uwezi kuchukua ile kazi Mungu amenipatia. Hiyo ni kazi yangu. So tafadhali wale wako kwa opposition waongee na mimi. Mimi ndio kiongozi yao na niko tayari. Sababu hata vile nimeshona suti mpya. Hii ni kazi ya opposition. Ya pili, Mheshimiwa Rais, nimeona umetembea leo na naibu yako. Na nimeona sasa umetembea kwa hewa. Unajua Kenya is a very interesting place. Sasa hii tuko katika kipindi ya kupenda milima. Na umeona hapa iko milima mingi sana. Nataka kudonate milima 3 kwa Deputy President apende. Ili awe akirudi hapa pia aishi na sisi kwa hizi milima. Iko milima hapa ya Gwasi Hill, Migori iko Nyasare. Hizo sasa tuunganishe hizo mamilima ili sisi yote tuishi kwa milima. Mtu asiishi ndani ya maji tena. Hiyo nimemaliza namna hiyo. Si ni kweli hiyo? Sasa ya mwisho kwa sababu ya saa. Mheshimiwa Rais, sisi kama watu ya ODM tutafanya kazi yetu kwa bunge kama minority. Na tutahakikisha ya kwamba katiba yetu imefuatwa na imetimizwa vilivyo. Tutashirikiana na serikali kwa mambo mazuri yote. Mambo ya kasoro tutakosoa. Lakini hiyo haimaanishi ya kwamba kuna watu ambao wametengenezea upinzani hapa duniani. Sisi sasa vile mimi naona mambo ilienda Migori jana, nitashikilia tu hii mambo upinzani kwa hii mwaka 3 inakuja. Baada ya mwaka 3 hii mnaweza tafuta mtu ya kuachia. Mungu akikubali. Lakini saa hii nitashikilia. Lakini wale wanataka upinzani wajipange. Hapa mbele inakuja nafasi. So kwa hayo machache, Mheshimiwa Rais, karibu sana. Sisi sasa tuko hapo vile umesema, na juzi vile umefanya sherehe kubwa huko State House ya kusindikiza baba yetu Raila Amolo Odinga. Na umeweka Mbadi Minister ya Finance. Saa hii Mheshimiwa Rais, watu wanasema area yetu hapa Migori na hapa South Nyanza pesa ya Kenya inalala hapa Homa Bay. Hapa Homa Bay, hapa ndio. Na iko waziri wa kawi.
na iko hasa Joho, na tena baba aende AU. Tutazungumza baada ya hizo vitu nne hapa mbele. Hapa tutaona nani iko na balance ya mwingine, nani anadai mwingine kitu. Tutaona hapa mbele, Mheshimiwa Rais. Sasa mimi nasema karibu sana. Nimesema asante, nimeshukuru. Jana umetuletea miradi, tumefungua mabarabara, tumefungua mastima huko jana. Tuendelee namna hiyo Rais, tuendelee namna hiyo. Hiyo ndio barabara ya Mungu. Jana nilikwambia ile barabara nyingine ilikuwa ya shetani, so tuendelee na hii barabara ya Mungu na Mungu atabariki sisi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Junet. Wacha nimwalike mzee wetu youth leader Dr. Oburu Oginga. Mbona hakuna mziki ya youth leader bwana? Asante sana watu wa Homa Bay, watu wa Gwasi, hamjambo? Hamjambo tena? Ungima unkare mokwongo akelo mos maduong' mowuok kuom owadwa matin Raila Amolo Odinga. Urwako rani mondo warwak Rais Ruto mondo wanyise weche duto mawango mondo wahero wachone mag dongruok duto. To adwa wachonu jodalawa ni mbele kanyo, nyocha na wachonu ni nyocha wawuok ninche nyithindo moko wuok kama tek nyithiwa wan mwanyuol, to wan wayie kodgi gik mane giwacho. To kata kamano na wacho negi ni kwasewacho gigo duto to nyak wang'iuru ni nyime kanyo dipo ka olwari e bugo maduong' mana akwero uno oyo yawa wang'iuru mbele. Wacha tuangalie mbele, tusiendelee na hii mambo ya euphoria ya kusema Ruto must go, Ruto must go, Ruto must go. Ruto akienda basi sisi nini baadaye? Akienda ni nini baadaye? Niliwaambia nyinyi muangalie hiyo kabisa. Niliwaambia nyinyi muangalie hiyo kabisa. Basi sasa tuko hapa. Tuko hapa na Rais Ruto amekuja kututembelea, na yeye ni mtoto wetu kutoka hapa milima. Yeye pia sisi pia tuko na milima, na hata kwake pale ametoka ni milima. Milima sio moja ile kubwa inaitwa Kirinyaga. Milima ni hata sisi tuko kwa milima. Sasa amekuja ako na sisi, na tumekuja sasa kumwekea shida zetu zote za maendeleo. Kwa hivyo mimi Rais, leo mimi nimekuja hapa sikutembea na wewe kwa miradi, kwa sababu nimekuja kwa rafiki yangu na kijana yangu John Mbadi. Huyu Mbadi nimeanza naye bado akiwa yeye ni accountant tu, hakukuwa mbunge. Nilianza kutembea na yeye, nikakuja hapa kumkampenia mpaka akafaulu akaingia bunge. Na mimi nimekaa na yeye mpaka sahihi. Na Rais, mimi ninakuambia tumekupatia hawa vijana wetu ambao ni cream ya pati yetu. Hawa ni cream ya pati yetu. Umekupatia pia Wandai, tumekupatia Mbadi. Mimi nakuomba Rais, patia hawa kazi
kazi, patia hawa kazi. Hawa ni kama ile ng'ombe ya kulima. Hawa ni wafanyikazi, watakufanyia kazi ya kutosha, na tunataka hawa wasikuje hapa kurandaranda kuleta mahindi sijui nini. Wawachane na hiyo, wafanyie kazi Kenya na ionekane hiyo wanafanya kazi. Rais, wewe patia hao nafasi ya kufanya kazi na utaona vile hao watafanya. Rais, mimi tumekushukuru kwa hiyo, na ndio nimekuja hapa leo kukuambia asante sana kuwapatia hao vijana wetu. Lakini sisi kama chama tuko gangari na tunafanya, tunaongea, tunaendelea kuongea, na tutaendelea hivyo mpaka tumalize. Na tukuja hapa kukukaribisha, na wewe umekaribishwa kama mgeni wetu. Asante sana, Mungu akubariki. Youth leader amejaribu, Kiswahili sio mdomo chetu, lakini ameongea. Kuna magavana ambao wametembea hapa, nataka kuwatambulisha, niwapatie dakika moja tu wasalimiane kwa watu wetu. Nitaanza na gavana kutoka Uasin Gishu, anaitwa Koti Moja. Governor, karibu. Governor of the newest city, the city of Eldoret. Karibu sana governor. Just 1 minute. Asante sana mwenzangu governor, watu wa Suba, watu wa Pele Chamge. Nimetumwa na watu wa Uasin Gishu kuleta risala ya heri njema kwa ndugu yetu Mbadi, na pia kushukuru urafiki ambao tumefanya broad based government, na tunatakia baba akuwe chairman wa AU. Mungu awabariki. Hivyo ni vizuri sana. Sasa nimtambue gavana wetu kutoka Kisii na deputy party leader wa chama kikubwa zaidi kwa South of Sahara and North of River Limpopo, Governor Simba Arati. Homabay hoye. Mimi ndio Simba Arati, gavana wa Kisii na deputy party leader wa chama cha hebu nisikie mzuri, ODM. Mko hapa? Mheshimiwa Rais, mimi kama kinara msaidizi wa chama cha ODM na ukaribisha Nyanza hapa. Hawa watu ni watu wangu, ni watu wa chama, na mimi jana nilikwambia kule Migori, kwa sababu wewe ulikuwa naibu wa chama cha ODM. Sasa wakati utasikia furugu kule mahali upo, sisi kama ODM tumesema kwamba tunataka tukaribishe nyumbani. Mtakubali Rais Ruto William akuwe pamoja na sisi, tukaribishe yeye katika chama, si ndio? Mwisho nataka nitoe habari hii kwa ndugu zetu wanne, Mheshimiwa Joho, Mheshimiwa Opio, Mheshimiwa Mbadi na Mheshimiwa Oparanya. Sisi tumepeana nyinyi katika serikali ya Kenya Kwanza. Tafadhali msituangushe. Mheshimiwa Rais, utakapotaka wengine, mimi kama deputy party leader nitakupea wafanye kazi pamoja na wewe. Mwisho, sisi watu wa Nyanza lazima tushikane pamoja, na kura ikifika 2027 lazima tutakuwa pamoja, na hii serikali inayokuja lazima ODM itengeneze serikali kivyo vyote vile tutapenda. Asanteni, wacha nione tu nikirudi Kisii nipeleke salamu. Nasikia hapa kuna Wakisii 5,000 wako hapa kweli? Hebu nione kwa mkono mahali wapo. Mheshimiwa, hapa ni Kisii, hao wangwana ni wetu wote. Karibu sana.
Asante sana, nimkaribishe gavana wa Murang'a, gavana Kang'ata wa Barua. Karibu sana kutoka Murang'a. Jothuru warwak na uru gavana Kang'ata yao. Thank you, Your Excellency, and also the governor wa hapa. Nimeleta salamu kutoka Murang'a na Mount Kenya. Mmepata? Na nimekuja kusema ya kwamba your governor is doing an excellent job. Anafanya kazi mzuri na mulifanya vizuri kuchagua Gladys Wanga kama governor. Nimezunguka nikiangalia miradi ambayo amefanya, and I want to give you an assurance, hizo lessons nimelearn hapa nitapeleka hapo mbele. La pili, sisi kama watu wa Mount Kenya tunataka tushikane na tuangalie maendeleo. Mwananchi yote wa Nyanza, wa Coast, wa Central Province, ile anataka ni hospitali mzuri, barabara mzuri, matibabu mzuri, kwani sote tuko watu wa jamii moja. La mwisho naelezee brother yetu Raila Odinga, ukienda African Union, please fight for African unity. The greatest gift you can give to black people, to Africans, is to see the unity of all Africans. Africans want unity, and you have a God-given opportunity to unite Africa if God gives you that position. We shall pray for you, and we pray for the unity of all Africans through African unity. That is what Robert Nesta Marley prophesied in his song African Unite, that the day Africans will unite before God and man, we shall see the prosperity of this continent. Thank you and God bless you. Sasa nimwalike gavana kutoka Busia, Governor Paul Nyongesa Otuoma. Karibu gavana kwa dakika moja. Homa Bay ntie. Asanteni sana Mheshimiwa Rais, mimi pia nimekuja hapa kujiunga na Wakenya wenzetu kushabikia ndugu yangu Mbadi. I said thank you so much. God bless you. Najua utafanya hiyo kazi kwa ujasiri. Nimekujua miaka mingi na mimi najua tutasaidiana na utasaidiana na Rais kuweza kuletea Wakenya maendeleo na kufufua uchumi wetu. Ya pili, mimi nataka tu pia kujiunga kumshukuru Rais vile umeshikana na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga, mukasema Kenya ni kubwa kuliko mtu mmoja binafsi, na mulianza kuzungumuza hapo mbeleni. Mulikuwa mnazungumuza ile mambo ya National Accord, na sasa bado mnaendelea kuzungumuza, na mumeona kwamba kila Mkenya anafaa na anaweza kusaidiana, kutoka kule Wajir, kutoka pwani, hapa kwa maji, kwa milima. Hii Wakenya wote tunataka tuunde nchi moja ambaye kila mtu anajisikia ni Mkenya. Kwa hivyo mimi Mheshimiwa Rais, kwa sababu muda ni kidogo, ni kukushukuru tu na kusema kwamba wewe sio mgeni huku. Wewe tumekuwa na wewe hizi siku zote. Saa nyingine siasa tu ndio wewe inabadilika namna hii, lakini cha muhimu ni kujenga taifa la Kenya. So sisi tutajiunga na wewe, sisi kutoka kule Busia, ambaye sisi ndio huwa tunafuatwa na Homa Bay kwa kusupport baba. Busia inakuanga number 1, Homa Bay number 2. Sasa vile tumeshikana pamoja, wewe jua tu pia tutakuunga mkono na hiyo bidii ya kujenga Kenya na kuleta Kenya pamoja. Mungu akubariki kwa hiyo kazi, na baba pia abarikiwe kule African Union. Asante sana. Wacha sasa nimwalike Governor wa Siaya, James Agri Bob Orengo. Omera ketum chuo thum omera. Mondo nyatie ngomi almatin. Ere thum. Ya DJ ninde class wadiri embi. Asante sana. Homa Bay oye! Poka winyo maber. Homa Bay oye! Homa Bay oye! Mbadi oye! Gladys Wanga oye!
Mimi rais, nina machache sana. Kwanza nataka nitoe shukurani. Ile hafla tuliona kule Nairobi ulifanya na viongozi kutoka Afrika Mashariki walikuja kule Nairobi, na niliona kweli yale ambao umepanga, umefanya utafiti, umefanya research, umefanya hesabu, na naona baba Raila Amolo Odinga atakuwa chairman ya African Union. Asante sana kwa kufanya kazi hiyo kwa baba Raila Amolo Odinga. Ya pili ni ya Bwana Mbadi. Ya Bwana Mbadi. Ya Bwana Mbadi. Ya Bwana Mbadi. Hapa Ujaluoni najua watu wawili. Huko juu tulikuwa na Jaramogi Oginga Odinga na Raila Amolo Odinga. Lakini hapa Homa Bay kulikuwa kiongozi hapa kutoka Homa Bay ambao anaitwa Tom Mboya. Na Tom Mboya ukiangalia yale alisema kwa bunge, yale alizungumza popote alienda, kwa mambo ya uchumi na mambo ya sheria, ukiangalia hizo dosari utajua ya kwamba kwa kweli ule waziri wa kwanza tungekuwa naye ya finance na planning angekuwa Tom Mboya. Lakini sasa tumepata mwengine, na namuomba kila mtu asione hivi hivi ya kwamba Rais Ruto amefanya tafuta mtu kwa kubahatisha. Uangalie dosari za bunge kutoka wakati Mbadi aliingia kwa bunge, on economic issues, on financial issues, on planning issues. There is nobody who beats John Mbadi to the job of cow secretary for finance. Ninaomba rais na kuomba, na Mbadi amesema yale atafanya kwa mambo ya ushuru ya kodi, mambo ya kwenda maendeleo, kupata pesa ya maendeleo. Usiwakubalie wale wakora wengine waende mbele yake, uachie wazi. Let him not only report to you. I beg you, let Mbadi only report to you and a good job will be done. Ya mwisho, ile unafanya unatimiza constitution ya Kenya. Rais is the defender of the constitution. So when you go all over Kenya, you are demonstrating that the constitution of Kenya can work. And we invite you everywhere. And you have started with Migori. Today you are in Homa Bay. Tomorrow you are in Siaya. And the icing of the cake will be in Kisumu. Joe Turwa, oye! Joy, joy, joy! Asante sana. Sasa nimkaribishe gavana jirani, gavana wa Migori County, Governor Dr. Ochilo Mbogo ayako chielwioke. Karibu gavana. Omera DJ ikinde class waboriembi. Haya. DJ aneno kore magithum. Koro thumno ibro gona Migori odiechieng' moro. Joma Bay oye! Joma Bay oye! Rais Dr. William Samoei Arap Ruto, I just want to say something very brief about John Mbadi. John Mbadi, to the best of my knowledge, is a true hustler. John Mbadi was born in Nyatike. His father lived in Nyatike. You were in Nyatike yesterday. It's a place of humility. John Mbadi went to high school in my village in a humble school called Kokuro. I happen to have been a BOM teacher in Kokuro. I want to tell you that this humble man, who the community and the ODM people have uplifted and you have identified and plucked from us, is a person of quality, and is a person who will serve all of us.
Your Excellency, I want to congratulate Mbadi on his appointment. I know that Mbadi will work for Kenya and will work for Kenya well. Nyawangaya, I also want to congratulate you on for Kenya and will work for Kenya well. Hiyo kiti sasa, hiyo kiti umekaa sawa sawa. Rais, nikimaliza, kuna msemo ya Kiswahili watu wanasema ati utende mema uende zako. Sisi watu wa Migori, wa Homa Bay, wa Siaya na hii eneo ya magharibi yote tunasema tenda wema na urudi tena. Wale wanasema uende zako ni shauri yao. Sisi tunasema urudi tena na tena na tena, na tuendelea na matendo ama vitendo vizuri. Asante sana na Mungu atubariki sisi zote. Asante sana. Governor wa mwisho kuongea, last but not least, governor kutoka Mombasa, Governor Abdul Swamad Sharif Nasir. Karibu governor. Na deputy party leader wa chama cha ODM. Haya. Asante sana. Watu wa Homa Bay hamjambo. Mimi ningeongea Kijaluo hapa. Tatizo ile kubwa niko nayo, ningeendelea kuongea Kijaluo, watu wangeenda kuambia Deputy President mimi namsengenya. Kwa hivyo afadhali niongee Kiswahili, watu wanisikie ana kwa ana hapa, sio? Hamjambo tena. Sasa mimi nataka kuambia, kwanza, mimi nimekuja hapa kwa mambo matatu. Mambo mangapi? Ya kwanza, naleta salamu kutoka baba Raila Amolo Odinga. Ya pili, kuja hapa kuwa shahidi ya kuwa uteuzi wa kupatiwa nyadhifa za uwaziri za wale ambao kwamba walikuwa ni wandani wetu. That was a wise, a bright and a better decision for this great country of Kenya. Kuchagua Mbadi, Hassan Ali Joho, Oparanya na Wandai was a right decision for this country. Ya tatu ambayo imenileta hapa, ni lazima niweze kuweka kauli wazi. What brings us together is larger than the differences that we have. Nisikieni kwa makini. Nisikieni kwa makini. Wengine walikuwa wanaona raha watu wakiwa wanateta. Kuteta kwetu haileti unga wala haileti mazuri juu ya meza zenu. Sisi tunaweza kuwa watoto wa mama tofauti, baba mmoja. Mawazo yetu yanaweza kuwa tofauti, lakini msimamo wetu ni kuwa Kenya is bigger and larger than any individual, and the rights and the needs of the people of Kenya supersede the rights and the needs of any one individual. And that is the reason why everything else shall be behind and the needs of Kenya shall come first and only first, mengine baadaye. Tunawaambia wajumbe wetu, do your duty in parliament. Naambia ndugu yangu Junet na wengine, as much as you will sit down na kuongea na Kimani Ichung'wah na wengine, lakini ikifika wakati wa kukosoa serikali, kosoeni serikali kwa njia inayotakikana. Be your rightful heirs that who you are right now. Lakini ikija mambo ya kuweza kuleta Kenya nzima, na nikisema Kenya nzima haimaanishi ya kuwa sehemu nyingine ni bora kuliko nyingine. That is the language that we want to hear. Your Excellency, umetunyoshea mkono namna hii. Nimeona watu wamekupatia samaki kubwa.
But let the newspapers not just say that the people of Homa Bay gave the president a fish. Let the newspapers say that the people of Homa Bay welcomed you, not because of you being an individual. The people of Mombasa welcomed you, not because of you being an individual, but the ideology that you presented to us, that Kenya belongs to every single person. Umetupa mkono, tunakupiga pambaja. Kwa hayo mengi, asanteni sana na muzidi kubarikiwa. Asante sana. Wacha niseme mawili matatu, ni muite mwenye sherehe wa leo, Mheshimiwa John Mbadi, azungumuze na sisi. Mheshimiwa Rais, Your Excellency, you have fulfilled the Constitution as the symbol of unity for this country. You have brought the country together. And I want to thank you immensely for appointing our ODM members, John Mbadi, Opiyo Wandayi, Hassan Ali Joho, and Wycliffe Ambetsa Oparanya. But including that, pia umetuongezea mpaka na AG ako huku kwetu. Na kama Homa Bay pia tuko na PS wa Interior, pia hatujaipata kama hiyo, na umetupatia pia hiyo PS ya Interior. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mbadi ambaye umemchukua, mimi na yeye tumekuwa marafiki sana. Tumekaa bunge pamoja kutokea 2013. Juzi tukashikana tena tukasema yeye anataka governor na mimi nataka governor. Wakati baba alimwambia wachia mama, akasema sawa, tukakuja kwa huyu uwanja akaniwachia. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, nataka kukuambia, the gentleman you have beside you there is a trustworthy gentleman. He is a hard-working gentleman. He is an intelligent gentleman. He will not let you down. He is also forthright. He will tell you as it is. He will never lie to you. And when he tells you as it is, Mheshimiwa Rais, chukulia tu hivyo, because he is not a man to hide what he truly thinks. And I believe that Homa Bay has produced the man who is going to work with you to bring up the economy of this country to the level that it is meant to be. Your Excellency, tunakushukuru sana. Tulikaa pamoja na Rigiji kwa lunch, Your Excellency. Hatujawahi kaa pamoja pale kwa Mbadi tukikunywa soup. Sasa tukaona Joe anaingia, wewe umekaa pale, Wandayi kando yako, tukasema jamani, is this the Kenya we know? Hata tukacheka naye tukasema hii mambo ya shareholding ni kama imeishia hapa katikati hapa. Ni kweli kila Mkenya sasa amekuwa shareholder, akaingia ndani ya serikali. Your Excellency, we really thank you for bringing us together. Your Excellency, nimalizie mambo mawili. Ya kwanza, Your Excellency, umekubali ya kwamba utafanya kazi na Mbadi, mtufanyie ile Lake Victoria Ring Road, barabara itoke Sindo, iende Nyagwete, iende Nyandiwa, ipite, iende mpaka Muhuru Bay. Your Excellency, tutashukuru sana. Pia tumezungumza na wewe mambo ya security on the lake. Wavuvi wetu wakiingia katika lake wako na shida tupu, wako na hasara tupu. Najua utaangalia hiyo maneno na ikae sawa. Your Excellency, nikimalizia, juzi umetuita State House, ukaweka baba Raila Amolo Odinga pale, ukaita marais wote wa East Africa, ukasema wao wote wakakubaliana pamoja waende na wa support baba apate ile kiti ya African Union. Your Excellency, sisi hapa ukikaa na baba bumper to bumper, sisi tuko na wewe bumper to bumper. Tunatembea pamoja bumper to bumper mpaka mahali tutafika. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na sasa nimkaribishe kwa heshima nyingi our cabinet secretary for the National Treasury, Mheshimiwa John Ngongo Mbadi Ngongo. Odosherei. Suba mere kali ninya kedi moteke hunye duro
Homa Bay oye! Magunga oye! Josuba oye! Josuba urwako welu. Ero jomoko nyarwako wela ne gibat. Thank you very much. Now, Your Excellency, because of time, I want to move very, very fast. First, before I say anything, we are now going to the level of the national government. And I will start with principal secretaries, PSS. And we have a brother here, someone who has served you diligently, someone who is very loyal to you, and is a son of this county, Raymond Omolo. Kindly come forward. You will just introduce your colleagues, say a word, then you give it back to me. Thank you very much. Thank you, Waziri. Your Excellency, President William Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Cabinet Secretaries, colleague PSS, and all the leaders present, together with the people of Gwasi and Homa Bay. Amoso ujo thurwa ni Nyasaye ber, sechete, Fuana urukumor nika uono wakelo President Suba Kamondo watim nyasi ne Mheshimiwa Mbadi. Your Excellency, because of time, allow me to introduce my PS colleagues. I would just ask that wherever you are, you be upstanding so that the people of Homa Bay can get to know you. So we have PS Alfred Kombudo, PS in charge of trade from Kisumu County. We have PS Hinga from Nakuru County in charge of housing. We have PS Betsy Njagi in charge of blue economy from Tharaka Nithi County. We have PS Motari, who is in charge of the citizen protection, social protection from Migori County. We have PS Chris Kipto, who works with Waziri Mbadi in charge of the National Treasury from Elgeyo Marakwet County. And we also have PS Muhati, who is in charge of planning in the same ministry that CS Mbadi serves. Your Excellency, today is a big day for the people of Suba South and for the people of Homa Bay in general, because we have come to celebrate one of the greatest sons of Homa Bay, the CS for Treasury, Honorable Mbadi. Maybe just for purposes of disclosure, I have closely worked with Mbadi even before I became a PS. And that was when I was in charge of the Lake Basin Development Authority. And it was at a very difficult time. But then, because he was the vice chair of the budget committee, easily engage him so that we get some resources to make a difference in this region. Nejo thurwa awachoni Mheshimiwa Mbadi kawuono nigo odiochieng' maduong' kendo ukelo ne duong' malich ahinya ka urwako wende to gi jogo duto ma otiyogo e sirikal kata ma watiyogo e sirikal. Ne jothurwa wachopo e sama seche moko ne ok wapar ni wanyalo chope, to nikech hera ma president nigodo to gi siasa madhi mbele thurwa ka, akwayo ni wanenuru matut, nikech kanene to dhi bedo mondisore. Odhi timore nade? Odhi bedo motimore nade? Thank you, Your Excellency, and God bless you, Mheshimiwa. Thank you, my brother. In the cabinet, 3 of them will speak 1 minute each, but I want to introduce my colleagues. Just come forward. Rebecca, Soifan, kindly come. And then on Alice, come, I introduce you. Just say your name and then your minute so that watu wa Homa Bay wasikie sauti yako. Asante sana Mheshimiwa Mbadi. Kwa majina, mimi naitwa Soipan Tuya, Waziri wa Ulinzi
ama Nyarmasai. Na Mheshimiwa Mbadi alikuwa minority leader wangu pale bunge, na nilijifunza mambo mengi sana kutoka kwake. And we are here to congratulate you and wish you well. Thank you. CS Rebecca Miano of Tourism. Thank you very much, Waziri. My name is Rebecca Miano, Cabinet Secretary for Tourism and Wildlife. I look forward to coming back to make Homa Bay a great tourist destination. Thank you. Sasa wacha nilete Gen Z wa cabinet. Huyu anaitwa Eric Mureithi, ndiye anasimamia maneno ya maji. Karibu. Asante sana. Thank you so much, Waziri. Vijana wa Suba muko area. Nashukuru sana kuwa hapa leo, kwa kushukuru kwa John kuwa CS. He is my colleague in the cabinet and I'm really looking forward to work with him. From what I've seen here, ile mambo nimeona hapa, huyu kijana wenyu kazi anachapa. So I'm really looking forward. I hope we can be friends. Nikuje next time hata anichinjie ng'ombe na anipe samaki kidogo. Nashukuru sana. Thank you Eric. Wacha sasa nilete mwenzangu yule tumefanya naye bunge na sasa tuko cabinet pamoja, Alice Wahome. Homa Bay tie. Umar. Hamjambo. Muriega. Very good. Unajua tuko hapa ziara ya rais. Na kwa sababu ya hii ziara nitangaze kazi hapa Homa Bay ambaye rais ameanza kwa soko ya samaki. Hiyo ni moja. Na tumekubaliana kesho mkaribisha vizuri na mikono miwili ako home. Nyinyi sasa ndio mtafanya catch up. Si mtafanya catch up? Mtafanya catch up. Sisi rais kazi yetu kutekeleza yale tutasema. Nimesikia Junet. Unajua wakati nyingine moja, wakati nilikuwa ninafanyiwa beti John Mbadi, mtu alinisaidia sana ni Junet. Niliona ile swali aliniuliza ni ya kunisaidia kujibu, na kwa sababu ya hiyo nitaongeza kazi bidii hapa Homa Bay na kule kwake huko Migori, na tuseme Your Excellency, this is the best decision you have made of bringing Kenyans together in a your affordable housing. Kisumu nitarudi tuingie hapo Kisumu affordable housing na pahali yote Kenya. Now buddy, you know it is very easy to travel here. Ya mwisho, mimi nikikuja munipeleke vizuri, kwa sababu kijana moja yenu aliingia kwangu akapitia mlango ya nyuma, mwishowe akatokea mlango ya mbele na akatoka na msichana yangu. Munasikia? Homa Bay munasikia? Hapa Mbondo. Ako hapa Mbondo. Kwa hivyo nikienda Siaya kesho nataka nirudi na chondo imejaa kama Muthoniwa, kama Nyawana. Asanteni sana. Haya, sasa wacha nilete Mheshimiwa Opiyo Wandayi, waziri wa kawi. Simkaribishe Opiyo tafadhali. Haya, Homa Bay oye! Magunga oye! Suba South oye! Mimi Mheshimiwa Rais
na naibu wa rais and all protocol observed, leo hii nimekuja tu kupongeza rafiki yangu na ndugu yangu Mheshimiwa John Mbadi. Mheshimiwa Rais, wakati nilianza kusikia fununu ya kwamba mimi naweza pata hii bahati, nilijiuliza ni nani mwingine hatoka eneo hili letu ya Nyanza. Wakati nilisikia ni Mheshimiwa Mbadi, nikasema ndio, kwa sababu Mbadi mimi mwenyewe nimemjua kwa miaka mingi sana. La kwanza nilisoma na yeye katika chuo kikuu ya Nairobi katika mwaka moja, akiwa Lower Kabete campus, mimi nikiwa hapa Kabete campus, na mishowe nikawa bunge na yeye miaka 12. Mimi ni wakati nilisikia Mheshimiwa Mbadi vile vile anateuliwa kama waziri, nikasema hiyo ni ndio, kwa sababu Mheshimiwa Mbadi ni mtu ambaye anaweza kuaminika, ni mtu ambaye ako na sifa, na nina hakika ataendesha hii shughuli ya finance national treasury kwa njia inayofaa. Mheshimiwa Rais, mimi kazi yangu pamoja na Mheshimiwa Mbadi ni kusaidia wewe. Mimi hasa kazi yangu itakuwa kusaidia wewe kusambaza stima katika hii eneo la Suba South, katika hii eneo ya Mabei County, katika hii eneo ya Nyanza na Kenya nzima. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Sasa wacha niite, let me invite a very good friend of mine, whom at times, a lot of times, we have not shared the same political formation, but we have remained faithful friends. He is in Jubilee, I'm in ODM, we are friends. He is in Kenya Kwanza, he is in Tanga Tanga, mimi niko handshake, we are still friends. He is in UDA stroke Kenya Kwanza, mimi niko ODM stroke Azimio, we still remain friends. Now I don't know where we are, but we are friends. Tuko the same government. Adan Bare Duale. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, mawaziri, magavana, wabunge, viongozi wa Homa Bay, hamjambo. Salamu alaikum. Bwana asifiwe. Your Excellency, hayo ndugu yangu waziri wa fedha amesema ni ya ukweli. Hata leo asubuhi, Your Excellency, bibi yangu aliniambia, wewe tafuta ndege enda kwa Mbadi, kwa sababu alikuwa minority leader. Huyu, Your Excellency, na umetusaidia. Mimi na huyu na Hassan Joho tulikuwa assistant ministers, tukijibu maswali kila afternoon, na wewe ulikuwa waziri wa kilimo, na baba alikuwa prime minister miaka 16 iliyopita. Lakini Mungu ni wa ajabu. Leo ule waziri wa kilimo amekuwa rais, amepatia mimi waziri, kapatia Mbadi kuwa waziri, na kufanya Joho akue waziri. Your Excellency, najua tulipata kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, lakini asante sana. Na jana niliona bado ukimtetea ukalete marais. Kiongozi wetu ambaye alituweka kwa siasa 2005, ndio mimi niliingia ODM. Na katika wale wa ODM, unajua hii ODM is the largest and is the oldest party. Lakini sasa kwa rais kuwa hapa, it is the largest and the oldest today. Kwa sababu ukiongeza hii UDA na hii wale wametoka ODM wamerudi nini, now it is the largest and the oldest. Your Excellency, huyu John Mbadi na huyu Wandai, hata wakati walinifukuza kutoka kuwa majority leader, nikaangalia nilikuwa mzee sana. I was the longest serving majority leader.
mimi nikasema tuwacha nikae as a ranking member kwa Public Accounts Committee. Mimi na huyu Wandai ni marafiki kubwa sana. Yeye akiwa chairman ya Public Accounts, mimi nakaa karibu yake as a ranking member. So siku ile hayuko, mimi ndio nilikuwa nafanya. Your Excellency, one thing you have done, and as the former ODM who left, they used to call us rebels. Huyo anajua. Tumebaki katika hii serikali, mimi, rais na Musalia Mudavadi. Wale wengine wote, wengine wameretire, wengine wamepotea. Hata nikiona Simba Arati hapa anajigamba ati mimi ndio deputy party leader. Nikiona dada yangu gavana wa hapa akisema mimi ndio mwenyekiti wa chama. Mimi nilikuwa vice chairman ya ODM wakati deputy party leader wa ODM alikuwa rais. Mko na miaka mingi mliangojea kufika hapa. Miaka mingi, kina Arati, kina Gladys Wanga. Hii chama iko na historia. But Your Excellency, I want to tell the people of Kenya one thing. As a person who has worked with you closely more than 20 years, when you took oath of office and you are given the instruments of power from the day one, and I want to say it today here in Gwasi, in Homa Bay, you made it your agenda to unite the people of Kenya. Today, Aden Duale, I am so proud, Your Excellency, that I sit in a cabinet that reflects all shades of the political, social, religious, and ethnic divide that has never happened in the Republic of Kenya. You will be remembered, and that is your legacy. And you said 2027 is not an agenda for you. Mimi sijawahi kuja. The last time I did campaign in this place was wakati nilikuwa ODM. Wakiniambia twendeni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, twendeni huko, mimi namwambia hapana. Unajua mimi ni I am an old member of ODM. Niko na marafiki kama bandi. Hata Mheshimiwa Junet, wacha nimsaidie. Katika katiba ya Kenya, article 108, msemaji wa serikali katika bunge ni Kimani Ichung'wah. Msemaji na kiongozi wa opposition ni Junet Mohamed. If you are somewhere else, una tanga ati unasema baba ameenda AU, ati wewe ndio kiongozi wa opposition, na tena ile wabunge yako haifiki 20. Hapana. Sasa ni kama 208, serikali na opposition wameungana ili Kenya iwe Kenya moja. Na yote ya mwisho, hii Gwasi, hii mountain mnaita Gwasi, huyu mjumbe ameniambia he wants to turn it into an ecosystem forest, and as part of your 15 billion tree planting, hizi hills yote, hizi mountains zote tutafanya kama Baldeas, kama Mount Kenya, kama Mau Forest, kama Mount Elgon, Charangani, ili hapa hii joto ipungue. Asanteni sana. Huyu Mbadi, Your Excellency, this man, I can vote for him the way I can vote for Hassan Joho, the way I can vote for Opiyo Wandayi, as very close friends, as competent leaders, as people I can say I work with them, Your Excellency. With those very remarks, tunakubariki kuja baraza la mawaziri, tusaidie rais, Kenya isonge mbele. Asanteni sana. Now, you know, I indulge Duale because we have come from far. Although Joe pia tumetoka mbali, but najua utafupisha. So, now let me invite the last speaker from Cabinet Secretaries is Ali Hassan Joho, the Cabinet Secretary for Blue Economy, and also immediate former Deputy Party Leader ODM. Karibu.
Asante. Jaturo untie. Umor. Uwir. Mambo. Mukongangari. Kinoma. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, hii kwangu ni mtihani mkubwa sana, kwa sababu mimi nimepanda jukwaa na nimezoea kwa muda mrefu kupanda kama naibu wa kiongozi wa chama cha ODM. Sasa nimepanda nikiwa waziri kamili wa serikali. Nataka nikwambie Mheshimiwa Rais, wakati wa uchaguzi nilinunua suti. Mnakumbuka niliwaambia nilinunua suti na viatu ya kiwi. Juzi nilikuwa karibu nitupe. Alafu nikapata fununu ati mimi naweza kuwa rais, naweza kuwa waziri. Mheshimiwa Rais, nilipata fununu naweza kuwa waziri. Wacha nikwambie mimi sikuamini. Niliona Hassan Joho, chama cha ODM ati akuwe waziri, itawezekanaje? Lakini nakushukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu umeonyesha uongozi wa kuunganisha taifa. Na mimi nataka nikuhakikishie hapa Homa Bay leo, ile kazi ya waziri umenipatia nitaifanya kinoma noma. Nitaifanya. Na niko hapa nataka niseme mambo machache. Mheshimiwa Rais, uliniambia nimekupa kazi ya madini, uvuvi na mambo ya bahari. So mimi nataka nikwambie nimetembea hapa kwa kufata amri yako ya kusema kwamba wachimbaji madini wadogo la eneo la Nyanza na Western Kenya wasisumbuliwe kamwe. Mimi nimefuata hiyo amri. Na nataka niseme hapa Mheshimiwa Rais, hapa nitavyoga, nitavuruga, nitatembea. Mtu yoyote ambaye anadhulumu mchimba madini mdogo eneo hili, tutapambana mbaya sana my friend. Na vile Mheshimiwa Rais umeniambia tuweke mpango wa kusaidia wanasamaki. Mimi najua zile program ambayo wewe sitaki kukusemea because you are here, utasema wewe mwenyewe. Lakini mimi najua katika hii wizara ambaye niko, nimekuja hapa juzi Mheshimiwa Rais, nimeambiwa hapa kila siku ndugu zetu wa Kijaluo wanakufa katika hii lake. Wanakufa wakitafuta riziki. Ni kweli sio kweli? Sasa Mheshimiwa Rais, mimi unajua napanga kazi ya wizara. Lakini wewe ukitamka hata Mbadi atafata, Duale atafata, wote watafata. Mimi najua Jumamosi tutatembelea Kisumu mradi mkubwa wa Search and Rescue Center and Communication. Mheshimiwa Rais, mimi nataka ukiwa pale unipatie mimi amri. Na mimi nipeane watu wangu amri kwamba katika eneo hili la Lake Victoria we need to urgently procure a rescue helicopter ambayo itakaa hapa kuokoa watu wanaoenda baharini. Si namna hiyo? Sasa president leo akikaa hapa akinipa amri na watu wangu hawezi lala, watafanya mpango watu wetu wasiwe kufa tena. La mwisho Mheshimiwa Rais na watu wa Homa Bay, mimi nataka kusema na kuunga mkono kikamilifu katika sera yako ya kuunganisha Wakenya. Na Mheshimiwa Rais, nikwambie sio rahisi kwa rais yoyote kama wewe hivi uniappoint mimi Hassan Joho vile nilishuka na wewe Mheshimiwa. Sinyi mnakumbuka? Nilikuwa nasema kama noma, kama mbaya. Si mnakumbuka? Nilikuwa nasema kama noma, kama mbaya. Sikufikiria kama Mheshimiwa Rais anaweza kuniappoint, lakini kwa sababu umeniappoint, nataka nikuhakikishie mimi na watu wangu tutaenda na wewe sambamba kufanyia kazi wa Kenya na kubadilisha maisha ya Wakenya. Mungu awabariki, asanteni sana. Sasa
There is a small ceremony which is going to take 3 minutes. Moses, hao wazee watanimaliza wasipofanya hii kitu. So just 3 to 5 minutes wamalize. Wamejipanga. Your Excellency, because CS Mbadi is a beneficiary of the generosity of the elders, he could not call them up. Allow me to introduce the elders from the Abasuba community and the Luo community. We have integrated very well. These are elders from the Abasuba community in Homa Bay and in Migori and in diaspora, and even though we call them Abasuba, they've got Luo blood in them. They are going to make a presentation to the Cabinet Secretary John Mbadi. Daher ni mondo aluong jatelo, aluongo gai emobi malo kae, mondo ket minister marwa e kom, chenro ni biro kao dakika dek. Konya uru gi microphone minyalo mak gi lwedo. Mheshimiwa Rais, hawa ni wasee wa Suba ambaye wanataka kuapisa Jembana Mbadi opanda Wadimbo Pinjoneno. Jembana Mbadi opanda Wadimbo Pinjoneno. Jembana Mbadi opanda Wadimbo Pinjoneno. Oneno opanda Wadimbo Pichomaka. Pinjoneno opanda Wadimbo Pichomaka. Yalama opanda Wadimbo Wangiwoi. Yalama opanda Wadimbo Wangiwoi. Wangiwoi opanda Wadimbo Wangiwoi. Wacho mapin. Nasema kidogo. Anataka kusema hivi. Ilikuwa wakati mwingine. Wabeberu ilikuwa kwa dunia. Hapa Kenya. Wakalenjin walikuweko. Ambao walikuwa nasumbua wabeberu. Wabeberu walisema watu wataua wao watu. Watu wa Luo na Wasuba walikataa ikiwa wanaua wao patia wao sisi. Sasa tuishi na hawa. Msungu aliuliza Msuba. Luo. Liso jok machanagi. Wale ambao wanasumbua sisi hawa. Taki na maunge teko. Wewe kama wewe na nguvu. Ibiro bila kodginade. Utaishi na namna gani? Joluo kuriambo, ujosuba uriambo. Watu waluo unadanganya na Wasuba pia unadanganya. Jaluo gijasuba no wacho ni oyo. Walisema la. Miwagiura miwa kataka unana nigiricho gichadu. Wabiro bila kodgi. Patia sisi hawa tutaishi na hawa. Omiako president. Tunauliza president. Dane. Makoloni ya komsani. Tunaomba president ambaye yuko kwa kiti sahihi. Kageni Mbadi. Kama wako na Mbadi. Mbadi. Asike mkono ya Mbadi. Nitie gibadu ameogeka. Iko kitu ambaye anataka kumpa mnyinyi. Mabinigirisi kodero Kenya. Ambao unataka kuishi naye wengine wa Kenya. Sito inalindwa. Jadua mamigiri. Unia nura migiri. Kadinyang. Kuri tuko sito mar Kenya. Na kupatia ngao na mkuki. To ubadi kichuj. Muwe na roho safi. Kone president nigina mie modo uritu kodero mar Kenya kaun kode. Julisa president ati amepatia wewe amepatia yeye kitu mukae na yeye. Jalama panda Wadimbo yuakorwenya. Jona yuakodero ni suja. Yuakorwenya. Huyu ni suja. Panda Wadimbo mayokorwenya. Huyu ni suja. Panda Wadimbo yuakorwenya. Huyu ni suja wa Suba. Huyu ni kachuko yuakorwenya. Lakini panda Wadimbo yuakorwenya. Yuakorwenya panda Wadimbo yuakorwenya. Kana yogona kongo wurinya kachuku yuakorwenya. Kana yogona mainya wurinya gara yuakorwenya. Lakini panda Wadimbo yuakorwenya. Your Excellency, now the Subas are giving you Mheshimiwa Mbadi to go and fight like an elephant, to serve you diligently with a lot of respect
And now the Subas are giving him the shield and the spear to go and work. Katonda mulushwe kyalo lebigiri owire warero no mugomo munene oguru mukyalo kyabasuba nikulonda kana no mwana ifu John Mbadi Ngongo oerwete benene ya finance monde kyalo kuno kikome kayuwa tunekisangalo kandi tuwine norete president mukyalo kifu tumutama kono gao tutakenya makono gao Kenya na kinyala kwano uolu ni tutarine uolu Katonda rinda Kenya rinda serikali rinda president William Samoei Ruto otio Your Excellency, now the Super Council of Elders are giving you a big bowl, approximately 623 kgs. The bowl is just behind here, under tight security with armed officers that belongs to office. And now the Mugambi, the care of Suba, will say that officially. Your Excellency, the President, the Suba people are giving you, as a sign of appreciation for appointing our son, John Mbadi, a bull for your upkeep. I can vouch that those who have spoken before us, I worked with him at the University of Nairobi. Thank you very much. Aya. Ajorongo kuro doguru. Jorongo doguru ne amio uluor kuro awa kao. Aya. Now, Your Excellency, I just want to say a few things. I just want to make a few remarks before I invite the Deputy President. Your Excellency, let me take this opportunity to welcome you in Suba South, together with your Deputy, His Excellency Rigathi Gachagua. Now the entire cabinet which is here, and all government officials, my former colleague members of parliament, I'll not forget the governors led by our great governor Gladys Yasuna Wanga. Just a few comments. Number one, Your Excellency, thank you very much for giving me this appointment to serve you as your cabinet secretary in charge of national treasury and economic planning. Your Excellency, to say the truth, to speak the truth, I have always wanted to be Minister for Finance in my life. That is the plain truth. I started eyeing this position in the 2013 general election. And I thought if Raila became the president in 2013, I was going to be named to be in charge of national treasury. 2017, I had the same dream, to be cabinet secretary in charge of matters finance. That didn't work. 2022, Your Excellency, today I want to disclose it here, that I was promised that there was a chance that I would be Minister for Finance. There were other issues along the way. I was going to be in the cabinet, maybe not Minister for Finance. I never expected that the person who would name me the Minister for Finance, the one in charge of national treasury, would be William Samoei Ruto. It came to me as a shock
but a pleasant surprise. I know people are saying that you have named me to this docket when things are difficult, but my answer to them, this is my response to you. If the job is too easy, give it to anybody. Give it to anybody. You don't have to look for quality when the job is too easy. If you are looking for quality, it means the job is difficult and hard. I want to guarantee you we will work together. We have sat with you. You have given me confidence. You have told me, Mbadi, nyorosha kazi sawa sawa. And I promise you, nitanyorosha. I will give you advice the way I find it correct. And you have guaranteed me that even if I tell you something that does not please you, you will respect it and you will listen to me. But that does not mean that anything that I say, you will take. Mine will be advice. It is for you to decide to use it positively for our country to move forward. Your Excellency, trust that I will work with you diligently, loyally, and I will support your government up to the end. Now, I know I'm the Minister for Finance for the whole country. Mimi si Minister for National Security in charge of Homa Bay or Suba South. I am not in charge of Kisii. I am in charge of the whole country. I must bring equity in the whole country. Kazi yangu ni my job will be to ensure that we protect our money, that we distribute it equitably. Hiyo ndiyo kazi yangu. Na kazi yangu ni kazi ya mkono. Mimi ni mtu wako wa mkono sahi. Lakini, Your Excellency, nimezaliwa mahali. I am born from this area. I have suffered in this area. I know that this area needs affirmative action. And as we have spoken with you, we must do some affirmative action for this area. It cannot be that is my constituency. Ever since independence 1963, we do not have a tarmac road in this constituency. I have tried my best when I was member of parliament. It was started in 2016. Because of funding issues, it stalled. We started it again, Your Excellency, in 2021. It again stalled. You came back here, Your Excellency, and you jump-started it. Again, kuna kasoro. Sasa imestalled tena. But we have agreed with you. Now Mungu alikuwa nasema hii barabara lazima ingoje mpaka Mbadi akuwe waziri wa fedha. And this road is going to be started in the next 1 month. And this time, it must not stop, Your Excellency. Lazima tunyoroshe hii barabara kutoka Mbita, we have talked about it, Sindo mpaka kule boda yetu na Karungu. Na ya mwisho, Your Excellency, barabara hii ya Ring Road. Hii ya Ring Road, World Bank is ready to give us money. I know it is a loan. It needs my signature. It needs my signature. There are just 3 lots which are completely undone. The one from Nyagwete mpaka Muuru, and the one from Homa Bay mpaka Nyagwete, and the other one in Siaya. Your Excellency, I will talk to you. I know my signature ndiyo inatakikana, lakini because it is debt, I cannot sign a debt for Kenya without consultation with you. But if we have any other way of doing it, debt World Bank, Your Excellency, see, it is not very expensive. It's a cheap one. Let us have this road done. I know you will talk about it. Weura wachi matie kogidoluo. Your Excellency, sasa nitakuzengenya kidogo. Dakika moja na niite Deputy President. Jodhurwa. Toine mimi yogi chiemo kagichamo to ito gipari.
wamako siepni kaka oganda. Donge uwe mano. Donge uweyo. Aiga prauchiel gadek. Wamako siep. 2002 wamako siep. 2017 wamako siep. Man Mbadi ni kan leader of minority. Ane mamiyo sirikande no bedo motegno igni abich ma oko yungni. Kano gik samimiyo wa nekimiyo wa. Nyaka wange osiepe wa. 2007 unyalo paro kane wariwore gi William Ruto kane wane Pentagon mar ODM. Unyalo paro maber. Unyalo paro maber. Dewe bedo chir mar William Ruto, Raila Odinga doko bedo Prime Minister of the Republic of Kenya. Omiyo aneno ka nyando doke wange. Nyando doke wange kosok doke wange. Kawatiyo gi wudo nango maber. Kwandiyo go nyalo jagot maber. Waduoko unyande wange kosok waduoki. Nimesema tu tumekukaribisha hapa. Hakuna kitu ingine nimesema, Your Excellency. Nimesema tu tumekukaribisha. Unajua sasa mimi kazi yangu si kusema kucheza siasa. Kazi yangu ni kusikiza ile wanga anataka, na ukisema ni ndio mimi naandika check. Ukisema ni ndio mimi naandika check. Kwa hivyo, Your Excellency, once again I welcome you, but now allow me to take this opportunity to graciously welcome my brother. We also served with him for 5 years in Parliament. The Deputy President of the Republic of Kenya, ndugu yangu Rigathi Gachagua, karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri Dr. William Samoei Ruto, mgeni wetu wa heshima Waziri John Mbadi, watu wa hapa Suba, hamjambo? Jodhrua ute, jodhrua umo, Yaselbel. Asanteni sana. Mimi nimefurahi sana kufika hapa Suba, na kwa sababu mimi ni mtu ya kusema ukweli. Ukweli ni kwamba tangu nizaliwe hii ndio mara yangu ya kufika hapa Suba, na ninataka niseme asante sana kwa kutukaribisha. Your Excellency, we are here to celebrate the appointment of John Mbadi, a son of the Suba people, to your cabinet as Cabinet Secretary for National Treasury and Economic Planning. My brother John Mbadi, from the bottom of my heart, I want to say congratulations. Pongezi, pongezi, pongezi. Your Excellency, the decision that you made to reconstitute your government and also to celebrate from this region who have joined our government. Waziri Takia Mema, and I want to confirm that for the short time we have worked with John Mbadi since he was sworn in. Huyu kijana hata kama mwili ni kidogo, akili iko sawa. And for this little interaction we had in IBEC, I can confirm that he understands public financial management of getting our economy on the right track. Ours is to wish you well and to support you. And maybe my brother James Orengo, who was my lawyer hapo mbeleni, rafiki yangu, umemwambia John Mbadi afanye kazi peke yake na rais peke yake, hapo utampoteza, hata faulu. Serikali yetu, we have a great team. Our captain is William Ruto. We all work together. So ndio Mbadi afaulu, afanye kazi na kila mtu, minister
PSs the president so that. Kwa hivyo John Mbadi, tunakutakia mema. Wewe uko na bidii, wewe ni kijana ya kazi. Hii kazi mimi hao watu wamekuja juzi, tufanye kazi, tumewakaribisha. Tutakuwa na shida tukizoea vile tutafanya kazi na hawa, kwa sababu unaona Joe amekuja hapa anasema yeye ni deputy party leader ya ODM, amesema yeye nini anashindwa kuwa waziri. Wewe Joe utabadilisha haraka haraka ukatch up kuwa waziri sasa. Next time utakuja mkutano nitakuita baadaye hapo nyuma ya hema, usifae kofia mbele ya rais. Wewe sasa ni waziri, hapana deputy party leader. Atike barua kukonfa atapo Kiingereza asikuja kutoka ndio tuweze ku. Kwa hivyo na vile mliona juzi, huyu baba rais amepanga vizuri aende pale Afrika akuwe kiongozi yetu, sio? Ni sawa sawa. Na sisi zote tuko hapo tunampigia debe na Mungu atamjalia, tunamuombea ndio na yeye apate nafasi aende afanye mema katika bara la Afrika, Kenya. Kwa hivyo sisi tunataka tuseme tumefurahi sana kwa makaribisho, na mkitukubalia tutakuja tena. Mnataka tukuje tena? Mnataka tukuje tena ama mnataka tulale? Iko pahali ya kulala hapa Suba? Na mambo ya baridi mutafanya nini? Mutapanga vile mambo ya baridi? Mutapanga? Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana na nimeleta salamu kutoka huko kwetu Mlima Kenya. Mmepokea? Mutakuja kutembea huko? Kumkaribisha rais. Muko tayari kumkaribisha kiongozi wetu? Muko tayari? Haya, wewe DJ sasa weka hapo karibu mheshimiwa rais. Asante sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Mheshimiwa
Mbadi Nyong'o aka Nyang', viongozi wote wenzangu, wananchi wa hapa Homa Bay, Bwana Yesu asifiwe. Amoso ujodhurwa untie, jodhurwa umor. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi nimefika hapa leo kwa sababu ya mambo mawili ya muhimu katika sehemu hii ya Homa Bay. Nimekuja hapa kwanza kwa sababu rafiki yangu Mheshimiwa John Mbadi ametualika katika sherehe hii ya muhimu tuweze kumshukuru Mungu katika ibada hii kwa mambo ambayo Mungu ametusaidia tuunganishe Kenya, na waziri ama John Mbadi akawa waziri wetu. Mimi naungana na familia na watu wa Suba na Homa Bay na Wakenya wote kumpongeza ndugu yangu John Mbadi kwa ile kazi amepata, na mimi niko na hakika ya kwamba John Mbadi ako na uwezo wa kushirikiana na baraza nzima la mawaziri kuunganisha staff wake katika treasury ili tuweze kuendesha mambo ya uchumi ya taifa letu la Kenya mbele, na Mungu atatujalia ndio Kenya iwe ni mahali ambapo sote tunaweza kujivunia. Nimekuja hapa tena kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Homa Bay County. Asubuhi ya leo nimeanza kule Oyugis kwa sababu tuko na mpango na mradi wa maji mkubwa kule Oyugis. Pale tulikuwa tumeweka milioni 700 actually. Leo nimekuja na milioni ingine 200 ili watu wa sehemu ile, hasa watu wa Kasibul, Kabondo, Kasibul waweze kupata maji. Vile hapo tumekubaliana ya kwamba wakati tunapanga mambo ya maji ya Kenya, mambo ya maji ya hapa Homa Bay pia iwe katikati ya hiyo mipango. Jambo la pili, nimekuja tena mara tatu nimekuja hapa Homa Bay ni kwa sababu ya mambo ya barabara zenu. Nyinyi mnajua ya kwamba tumekuwa na matatizo na mambo ya barabara, ni kweli ama si kweli? Pale Kadel sasa tumeweka contractor mpya kutoka Kadel kwenda mpaka Karabuor mpaka ifike Kanyatiang. Ninyi watu hapa mnajua Kanyatiang iko wapi? Tunaelewana? Sasa hiyo barabara tumeweka mwanakandarasi mpya pale Homa Bay Town. Vile vile tumeweka milioni 600 na contractor sasa akamilisha barabara za Homa Bay Town. Hatutaki tena Homa Bay Town iwe na matope, kwa sababu tunataka hiyo Homa Bay Town ikae chonjo, ikae kama city, iwache kukaa kama kijiji. Mnajua mimi nilikuja hapa Magunga. Ni kweli ama si kweli? Si nilikuwa hapa Magunga mwaka uliopita na tukasukuma hii barabara kutoka hapa, nasikia imeenda kilomita 7. Lakini pale sasa tumeongeza pesa, na mimi nataka niwatangazie ya kwamba ikitoka mahali ilipo sasa mpaka ifike Sori, hiyo barabara lazima itatengenezwa. Tunaelewana? Na sasa wewe Bwana Mbadi, kwa sababu hapa ndio nyumbani, utakuwa una monitor hiyo barabara. Pesa ikipungua unaongeza, pesa ikipungua unaongeza. Na hiyo nimekuambia ni amri. Sasa wewe kazi yako ni kufuata amri hiyo nimekuambia. Tumekubaliana? Tuna barabara za ring roads ambazo tulikubaliana na viongozi wa hapa jana wakati tulifanya mkutano. Hizo barabara pia tutaweka katika mipango yetu.
Jambo la nne nimekuja hapa ni mambo ya stima. Mimi najua ya kwamba wananchi wengi hawajafikiwa na stima makwao. Ile program ya last mile ambayo ilikuwa imekwama, sasa mimi nataka niwaeleze watu wa Homa Bay, vile nawaambia Wakenya wote, sasa tuko na mpango kamili. Tayari hapa Homa Bay tuko na pesa bilioni 1.5 kuunganisha watu 17,000 wengine wapya katika huduma ya stima. Na nimemwambia Opiyo Wandayi akamilishe ile negotiations tuko nayo na wale wa shirika wetu, so that we can have phase 2 of this program beginning end of this year, ndio tuhakikishe ya kwamba mambo ya stima isiwe ni starehe ya wadosi, iwe ni haki ya kila Mkenya, na kila Mkenya apatiwe stima. Tunaelewana jameni? Na sababu hiyo mimi nimekuja hapa, na mimi nataka niwashukuru wananchi wa Homa Bay kwa kunipatia viongozi hawa waungane na sisi tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Magunga, watu wa hapa Suba, watu wa Homa Bay, kama nyinyi mnakubali tuungane kama watu wote wa taifa letu la Kenya. Watu wa Homa Bay jameni, mnakubali tuungane? Mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono. Mnasema tuunganishe Kenya. Ndio sababu mimi niliamua ya kwamba tukiongea na viongozi wote, na niliongea na Prime Minister Raila Amolo Odinga aka Baba, nikamwambia ya kwamba imefika wakati mambo ya siasa ya migawanyiko, siasa ya mirengo, siasa ya ukabila tuifungie nyuma, tuunganishe Wakenya wote bila ya nani amepiga kura wapi, nani wa kutoka sehemu gani, nani wa kutoka jamii gani, nani wa kutoka chama gani. Tuungane sisi wote kama ndugu moja, watu wa taifa moja, with a common destiny, ndio tuweze kuunganisha Wakenya tupeleke. Mimi nauliza watu wa Homa Bay, tulifanya makosa kuunganisha? Tulifanya makosa? Mimi nauliza nyinyi, si mnajua mimi niko na historia na Raila Odinga? Si mimi nilikuwa party leader wa ODM? Si mimi nilichangia? Sasa mimi nauliza nyinyi, Baba akikuja pia kunisaidia ili tuweze kuunganisha Kenya, kuna makosa? Kuna makosa? Mnasema ile namna hiyo? Mnasema Baba atusaidie kuunganisha hii Kenya, tupeleke Kenya mbele? Maneno ni sawa, nione kwa mkono. Mimi nataka niwahakikishie, tunaelewa. Nimesikia Junet hapa amesema ya kwamba hiyo ni sawa, lakini ile amesema ni vizuri. Amesema ya kwamba hii miaka 3 peke yake. Baada ya hiyo watu wengine watafuta wa kuendesha kazi ya upinzani. Nyinyi njia yenu ni kukuja kwa serikali, tusukume serikali tuende mbele, ama mnasemaje? Nimesikia pia ndugu yangu Simba Arati amesema ati tuungane, mimi nitoke kwa serikali tukuje kwa upinzani. Mimi nauliza nyinyi, mnataka tutoke kwa serikali tuende kwa upinzani, ama tutoke upinzani tuende kwa serikali? Tutoke kwa upinzani tuende kwa serikali, si namna hiyo? Ama mnasemaje? Kwa hivyo bwana Simba Arati, barabara ni kutoka kwa upinzani. Mpile Juliet amesema miaka 3 peke yake, tuache hii mambo ya upinzani, tuende tutengeneze serikali, tupeleke Kenya mbele. Nyinyi watu mko tayari? Mko tayari? Tuunde serikali ijayo pamoja. Mimi nataka niwaambie hivi, tumeamua ya kwamba hatutaki tena siasa ya kugawanya Wakenya. Hatutaki ukabila katika siasa zetu. Hatutaki migawanyiko katika siasa zetu. Kuungana kwa Wakenya ni ya maana kwa kila mtu. It is the only way we can redeem our nation. And I want to say without fear of any contradiction that united
everybody benefits. We can have a win-win formula. Nobody must lose for others to win. And therefore, I want to ask all of us, united, standing together as one people, as people of one nation, united with a common destiny, that all of us can be winners in this great nation as we unite, harness our energies together and build a greater nation that all of us can be proud of. Na kwa hivyo, I have no doubt in my mind ya kwamba this unity of purpose, unity of making Kenya great, is a unity that is going to benefit everybody. Na mimi nataka niwaachie kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Nyinyi mnaona tumekubali sisi wote kama wa Kenya ya kwamba yeye tutamuunga mkono, tutamuombea, tutamsaidia. Hata watu wa Jumuiya ya East Africa, Uganda wakiwa hapa, Tanzania wakiwa hapa, kule Sudan wakiwa hapa, mpaka DRC, mpaka kule Somalia, sisi wote tumeungana na tukasema Raila Amolo Odinga akuwe chairman wa AU, awe kiongozi wa bara letu la Afrika. Nyinyi watu wa Homa Bay mnakubali hiyo kazi, tuendelee pamoja? Mnasema tuendelee na hiyo kazi? Mnasema baba awe kiongozi wa bara letu la Afrika? Hebu nione kwa mkono wala anasema tunaunga hiyo kazi mkono. Kwa sababu hiyo, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika Homa Bay. Mimi nitakuja tena na tena na tena. Kisha hii Homa Bay tumeijumuisha sawa sawa kwa mipango na miradi ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Asanteni sana watu wa Magunga, asanteni sana watu wa Suba, Nyasaye Okwedu. Mungu